inasema maombi ya kufunga yanayokubaliwa mbele za Mungu. Maombi ya kufanya nini? Yanayokubaliwa mbele za nani? Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo somo letu asubuhi ya leo. Najua watu wengi sana wanapenda kuwa na maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga. Hizo kufunga Mathayo sura ya 17. Tutakwambia kusoma fungu la 19. Sasa mahali pale. Kwa nini tunapaswa kufunga? Mathayo 17 fungu la 19 hadi 21. Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wengi sana wanapenda maombi ya kufunga ili ya kwamba Mungu asikie hoja zao na wasaidie. Asikie hoja zao na wasaidie. Kwa hiyo asubuhi ya leo sasa tunakwenda kuangalia somo hili la maombi ya mfungo, maombi ya kufunga. Nataka kuambia asubuhi ya leo, wengi wanakosea sana ibada hizi za maombi ya kufunga. Wengi wanakurupuka tu na wafanyi sawasawa na maandiko yanavyoelekeza. Na ndio maana sasa maombi ya watu wengi wamekuwa wakifunga na hawaoni matokeo. Wanafunga hawaoni nini? Matokeo. Je, ushawahi kufunga? Ulipofunga ulipata majibu ya maombi yako? Bwana asifiwe. Na watu wengi tu wamekuwa wakifunga na hatimaye wanaambulia vidonda vya tumbo. Nimekutana na watu wengi sana. Nimekutana na watu wengi sana wanalalamika, wachungaji, wakiwa wachungaji, washiriki aina mbalimbali, na wafahamu watu wengi, sio wachache. Wengi sana, wamama mchungaji, wachungaji wenyewe, wainjilisti, watumishi wa Mungu wengi wamefunga na hatimaye leo wanasumbuliwa na nini? Vidonda vya tumbo. Ndipo ujue ya kwamba watu wanakosea kuendea ibada hii ya maombi ya kufanya nini? Ya kufunga. Hebu tuanze na kitabu cha Mathayo. Kwa nini tunapaswa kufunga? Fungua Mathayo 17, fungu la 19 hadi 21. Maandiko yanasema nini mahali pale? Soma mtu wa Mungu. Anasema, naam, kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha. Wakisema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, naam, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa sababu ya upungufu wa nini? Wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambieni, naam, mkiwa na imani, amini nawaambieni, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu ondoka, hapa, na utaondoka ukang'oka, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Naam. Lakini kwa namna hii mpaka nini? Kufunga. Bwana asifiwe. Amen. Kwa kina habari hii, Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Wanafunzi wa Yesu walienda kumtoa nani? Pepo ikashindikana. Wakarudi kwa Yesu wajieleza. Yaani wanafunzi wa Yesu walienda kumtoa pepo ikashindikana. Halafu Yesu akafanya nini na pepo? Akatoka. Kumbuka Yesu alimtoa pepo hajafunga. Sio kwa kina habari hii. Yaani wanafunzi wa Yesu walikwenda kwa mtu mwenye pepo ikashindikana kumtoa. Halafu Yesu akamkemea pepo akafanya nini? Na Yesu alimkemea pepo wakati Yesu alikuwa hajafunga. Sasa wanafunzi wa Yesu walipoona Yesu yule pepo amemtoa mara moja, wakashangaa na kumwambia Yesu, imekuwaje wewe umemuondoa tu mara moja na sisi tumeshindikana? Yesu akawaambia, mkiwa na imani. Kumbe mahali pa imani ilikuwa imepungua kwa nani? Kwa wanafunzi wa Yesu. Mkiwa na imani kiasi cha punje hata ya nini tu? Ya haradali tu, mnaweza kuambia hata mkuyu, hata mlima utoke mahali hapa. Lakini sasa kwa kuwa imani hamna, mngekuwa na imani hata hakuna ya kufunga. Yaani kufunga sio lazima. Bwana Yesu asifiwe. Kufunga sio nini? Sio lazima. Kwa hiyo sio makini habari hii asubuhi ya leo ambayo unijui. Kufunga sio nini? Sio lazima. Maana Yesu amemwambia mngekuwa na imani mngemtoa pepo. Ila sasa kwa kuwa hamna
umeshindwa. Ndio sasa akaongea. Sasa kwa kuwa una imani, sasa inatakiwa mfanye nini sasa? Mfunge, tumelo fungu hilo. Anasema lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Ila kwa namna hii haifanya nini? Haitoki ila kwa kusali na kufanya nini? Na kufunga. Na kufunga. Kwa hiyo sasa inabidi mtafute nguvu nyingine ya ziada. Maana mmepungua, muwe na nguvu nyingine ya nini? Ya ziada. Ili kutia nguvu ya ziada nyingine, ndipo sasa mnaweza kufanya mambo makubwa, mkatoa pepo, mkaombea wagonjwa, wakafanya nini? Wakapona. Lakini mngekuwa na imani, hata isingekuwa lazima kufunga. Angalia leo watu wanafunga tu ovyo. Hatupaswi kufunga kama desturi. Kama nini? Kama desturi. Fungua kitabu cha Luka sura ya 18. Luka 18. Angalia mahali pale 11 hadi 20 hadi 12. Fungua mahali pale. Hatupaswi kufunga kama desturi. Angalia Luka sura ya 18. Fungu la 11 hadi la 12. Anasema yule Farisayo akasimama. Naam. Akiomba hivi moyoni mwake. Ee Mungu nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Wanyang'anyi, wadhulumu, wazinzi, wala kama huyo mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma. Mara mbili kwa nini? Kwa juma. Kwa juma. Hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru mahali pale. Unasifiwe. Amina. Unasifiwe. Soma kwa makini habari hii. Huyu ni Farisayo. Kunafunga, hatupaswi kufunga kama nini? Desturi. Leo funga unayoiona inaendelea huko. Watu wengi ambao wanafanya maombi ya kufunga ni funga ya desturi. Nitakwambia kwa namna gani. Kama jinsi ambavyo funga hii ilikuwepo pia kwa kanisa la Kiyahudi. Wayahudi pia walikuwa na funga ya desturi, ambayo mpaka leo hii funga ya desturi imo pia kwenye makanisa ya leo. Imo kwa makanisa, imo kwa wanadamu, imo kwa washiriki. Washiriki wanafunga kama desturi. Maombi ya jinsi hiyo hayajibiwi na Mungu. Maombi ya jinsi hiyo ndio watu wanaugua vidonda vya tumbo. Huyu Farisayo anasimama, anatoa taarifa, na anayoongea ni ya kweli kwamba mimi nafunga mara ngapi? Mara mbili. Kwa nini? Kwani nikosa kufunga mara mbili kwa juma? Maana yake huyu mfungaji mkuu, mara mbili kila nini? Kila wiki anafunga mara mbili. Mimi nakumbuka kama makosa sijafunga. Lakini Farisayo anafunga mara ngapi? Mara mbili. Kwa nini? Mimi toka mwezi wa kwanza leo wangapi? Leo wa pili. Toka sisi sijafunga. Lakini Farisayo mpaka muda huo alikuwa afunga mara ngapi? Yaani kwa wiki mara ngapi? Kwa mwezi mara ngapi? Bwana asifiwe. Ina maana mpaka muda huu Farisayo angekuwa amefunga mara ngapi? Mara 10 ngapi? Na 6. Piga hesabu kwa mwaka, huyu Farisayo alikuwa afunga mara ngapi? Maana kwambia mimi nafunga mara mbili. Kwa nini? Kwa juma. Mara mbili kwa juma. Kwa mwaka ni mara ngapi? Bwana asifiwe. Huo ni ufungaji wa desturi ambao ndio leo sasa watu hawa nao. Angalia. Anatoa taarifa, mimi Mungu nakushukuru, mimi si kama huyu ambaye yeye hafungi. Mimi huwa nafunga mara mbili. Kwa nini? Kwa wiki, na natoa zaka na sadaka, na imeandikwa toa zaka na sadaka. Mimi yote anayafanya. Endelea mahali pale chini yake. Fungu la 12. Mimi nafunga mara mbili kwa juma. Mimi nafunga mara mbili kwa juma. Natoa zaka katika mapato yangu yote. Na 13. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali. Wala hakudhubutu hata asifiwe. Yaani akisimama mbali hata hadhubutu kuinua nini? Macho yake. Maana yeye hafaini kabisa.
Yeye hafungi, lakini huyu hapa anafanya nini? Huyu hapa anafunga. Nataka kuambia kwamba funga ya jinsi hiyo ndio hii ambayo leo imetawala kwenye ulimwengu huu. Watu wanafunga kama nini? Kama desturi. Yaani kuna watu wamejifanyia desturi kwamba mimi ikifika mwezi wa kwanza lazima nifunge. Huo ni unafiki. Sio kama kile habari hiyo. Yaani kuna watu wamejiwekea utaratibu ya kwamba mimi mwezi wa kwanza lazima nifunge. Nasema hivi, huo ni unafiki. Na maombi ya jinsi hiyo ndio watu leo wanaambulia vidonda vya tumbo. Maombi ya kufunga sio maombi ambayo yapangiwa ratiba. Yaani maombi ya kufunga ni special hayo. Ni special kwa ajili ya shida fulani muhimu imetokea, sio ya ratiba kwamba mimi kila wiki mara ngapi? Mara 2. Mimi kila mwezi mara ngapi? Mara 1. Mimi kila mwaka mara ngapi? Nafunga. Hapo ndipo watu wanakosea. Hapo ndipo watu wanafunga na hawaoni matokeo. Nakwambia kwamba siku ya leo nimekumbana na watu wengi sana, wachungaji wengi sana, mama wachungaji wengi sana ambao wamefunga na hatimaye wameambulia vidonda vya tumbo. Maana Mungu hajibu maombi ya jinsi hiyo. Mungu hajibu maombi ya jinsi hiyo. Maombi ya kufunga ni special. Ni special ambayo tu yanatumika mahala fulani, kwamba hapa sasa inabidi niingie na silaha ya nini? Ya maombi ya kufunga, lakini sio desturi. Sio desturi. Ndio maana watu angalia hawapati majibu ya maombi yao. Na hata wewe ambaye unanisikiliza asubuhi ya leo umefunga sana na hujapata majibu. Maombi ya desturi yanakuwa namna gani? Jambo la kwanza angalia. Ujapo na watu wanafunga. Yaani watu wanafunga, sio kwa makini ya kwamba mtu anafunga. Kufunga sio kuacha kula, jambo la kwanza. Sio kwa makini habari yake. Kufunga sio kuacha chakula. Sio kuacha kula. Ila kufunga ni kuchukizwa na jambo. Unachukizwa na jambo hilo sasa linakuingia moyoni, linakuuma, inapelekea mpaka unachukia chakula. Unanielewa? Narudia tena, kufunga sio kuacha kula. Kufunga ni kuchukizwa na jambo fulani la kuingia moyoni, uliwezi. Unaona hii mzuri utauondoaje? Inafikia mpaka mahala fulani hata huwezi kula chakula automatically. Unasema siwezi kula mpaka mzigo huo uondoke. Angalia sasa. Leo kuna makanisa, unakuta kikundi fulani cha watu kanisani ama kanisa ama watu fulani wanafunga. Wanapofunga maana ya kwamba yeye sasa anafunga ile funga ya kwanza nini? Chakula. Sawa? Anapofunga kwamba mimi nimefunga siri. Wakati huo hali anaandaa uji wa nini? Wa jioni. Yeye amefunga kwamba mimi siri, wakati huo unaandaa uji wa nini? Unaandaa futari kwa ajili ya jioni. Na huko umefunga. Imetoka tena wapi hiyo nguvu ya kuendelea? Umefunga tena mawazo mengine, unaandaa nini? Karanga za jioni. Hiyo sio funga. Hiyo sio funga. Mtu amefunga, anaamua sasa angalau unafahamu umefika, ale haraka. Maana kuna masaa fulani akifika hawezi kufanya nini? Kwa chakula. Kwa hiyo ule mtu fulani ambaye amefunguliwa anaamua ale haraka. Maana anamfungwa namna gani? Wa muda mrefu, wa mwezi mzima. Hiyo ni funga ya desturi. Mtu amefunga, halafu akiona mtu mwingine hapa anakula, anamwambia toka hapa wewe bwana. Wewe umefunga wewe. Inatoka tena wapi roho ya kutamani mkate kwa mtu mwingine ambaye anakula? Kwa kumwambia toke mahali hapa, kumbe roho yako basi inatamani nini? Chakula kile. Kwa hiyo sio funga, hiyo inaitwa desturi.
ni wale wale, ni wakavu siku zote. Hakuna majibu, hakuna badiliko lolote ambalo wanalipata kwenye maisha yao. Yeye amefunga kwamba ametukia chakula, mimi si chakula, lakini akiona mimi nakula mkate anamwambia toka mahali hapa. Nimekuwa nikishuhudia mpaka watu wengine wamefunga, wanawapiga watu wengine ambao hawajafunga, wanakula, wanawapiga. Imetoka wapi nguvu ya kutamani chakula kingine? Maana wewe unapokuwa umefunga, umekonektiwa na nini? Na mbingu. Huwezi tena kuwa na roho nyingine ya kutamani nini? Chakula mahali pale. Hivi sasa kuna mtu aliyefiwa. Sasa mtu aliyefiwa ana uchungu ndani ya nini? Ndio hiyo unayoiongea. Ya unachukia chakula kwa sababu umefiwa. Hauli chakula kwa kuwa unafanya nini? Umefiwa automatically. Chakula kichukia, siwezi kula. Jamani, kula angalau basi kidogo, ama siwezi kula. Ndivyo Daudi mtoto wake alipokuwa ameugua, yule mtoto wa Daudi alipougua, Daudi akafunga automatically. Akalala chini, wakamwambia, "Kula chakula." Mfalme akasema, "Sili." Hata kama watu wengine wanapita hapa na mayai na mikate, kama wewe umefunga, hata utamani nini? Chakula. Hiyo ndio funga ambayo sasa imekonektiwa na nini? Na mbingu moja kwa moja. Lakini nyingine hii ni funga tu ya kutimiza sheria ya kidini kama desturi, na sio funga halisia. Ndio hii sasa iliyokuwepo kwa Wayahudi. Farisayo anasema, "Mimi nafunga mara ngapi? Mara 2 kwa wiki. Mimi si kama huyu ambaye hafungi." Biblia inasema, "Ni yupi aliyeshuka nyumbani amebarikiwa? Ni yule aliyekuwa fainini, aliyekuwa hafungi, ndio alishuka nyumbani akawa amebarikiwa." Bwana Yesu asifiwe. Hatupaswi kuwa na nini? Na funga ya nini? Ya desturi. Ibada ya maombi ya kufunga inayokubalika mbele za nani? Mbele za Mungu. Kufunga sio nini? Sio desturi. Bwana asifiwe. Lakini je, ni wakati gani ambapo sasa tunapaswa kufunga? Nimekuambia kufunga sio kufanya nini? Sio kufunga tu. Kuna wakati, ni wakati upi ambao sasa unapaswa ufunge? Fungua kitabu cha Luka 5. Fungua mahali pale. Luka 5:33 mpaka 35. Ni wakati gani sasa ambapo unapaswa kufunga? Fungua mahali pale Luka 5. Luka 5:33. Naam. Nao akamwambia, "Naam. Wanafunzi wa Yohana." Rudia fungu hilo. Anasema, "Nao akamwambia, wanafunzi wa Yohana hufunga mara nyingi." Wanafunzi wa Yohana huwa wanafunga mara nyingi. Na kuomba dua. Na kudhulika wanafunzi wa na kadhalika wanafunzi wa nani? Na kadhalika wanafunzi wa Mafarisayo. Lakini wanafunzi wako hula na kunywa. Kwa makini hapa. Hapo kuna mangapi hapa? 3 hapa. Kundi la kwanza, wanafunzi wa nani? Wa Yohana wao hufunga na kuomba nini? Dua. Kundi la kwanza. Kundi la pili, wanafunzi pia wa Mafarisayo, na wao hufunga na kuomba nini? Dua. Halafu wanafunzi wa Yesu wanakuwa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua mimi naongea mahali hapa wasikumbuki, yani kwa mara ya mwisho sikumbuki ni lini nilifunga kwa mara ya mwisho. Mimi wasifungi. Na sikumbuki kama askofu ni lini nimefunga kwa mara ya mwisho. Ndio hiki hapo sasa wanaona wanafunzi wa nani? Wa Yesu wanakula kuanzia Disemba mpaka kuanzia Januari mpaka wapi? Disemba wanakula tu. Wanafunzi wa Yesu kuanzia Januari mpaka Disemba wao wanakula tu ngano, wanakula mikate, wanakula zabibu. Lakini wanafunzi wa Yohana wanafunga na kuomba nini? Dua. Lakini wanafunzi wa Mafarisayo wanafunga na kuomba nini? Dua. Hivyo watu walipopima
na kuangalia wanafunzi wa Yesu wanaokula kuanzia Januari mpaka Disemba, waka questions kwamba hapa hakuna nini? Hakuna watu wa kiroho mahali hapa. Hawa sio watu wa dini hawa. Maana wao wanakula tu hata wafungi. Ikabidi waondoe uoga hawa watu. Wamwendee Yesu akamwambia, kwa nini wanafunzi wa Yohana wanafunga? Wa Mafarisayo wanafunga. Na wa kwako mbona wanakula tu? Endelea kusoma Mungu wa Mungu. Fungu la 34. Naam. Lakini Yesu akawaambia. Yesu akawaambia, je, mwaweza kufanya wafunge waliokuwa harusini? Je, unaweza kufanya mtu ana harusi afunge? Mtu yuko kwenye harusi. Je, unaweza kumfanya afunge? Akiwapo bwana harusi nao wafungie nini? Wafungie nini? 35. Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana nani? Bwana harusi, ndipo watafunga siku zile. Hapa yako mambo mangapi? Mawili ya msingi mahali hapa. Kuna harusi na kuondoka nini? Bwana harusi. Maana harusi inawakilisha nini? Harusi inawakilisha wakati wa furaha, wakati wa amani, wakati wa sherehe, wakati wa kushangilia. Wakati wa kushangilia, wakati wa furaha, hayahitajiki maombi ya kufanya nini? Ya kufunga. Ndio maana nimekwambia kwamba maombi ya kufunga huwezi kujifanyia Januari, ni unafikia Januari. Hata kama ni wakati wa nini? Wa harusi, wakati wa furaha, hakuna shida yoyote. Kwa unafunga. Ni mfano ambao Yesu ameutoa ya kwamba wakati huu yuko bwana nani? Yuko bwana harusi. Ni wakati wa sherehe, ni wakati ambao sio wa shida. Hakuna haja ya kufunga wakati wa nini? Wa sherehe. Hivyo kila mmoja hapa ana sherehe yake kwenye maisha yake. Unapopitia wakati mzuri wa maisha yako, hayahitajiki maombi ya kufunga. Usiyafanye maombi ya kufunga kuwa nini? Desturi. Wakati wa sherehe, bwana harusi yuko mahali hapa, lakini bwana harusi akiondoka, maana yake sherehe imefanya nini? Imeisha. Hiyo inawakilisha wakati wa nini sasa? Wakati wa shida. Ukifika wakati wa shida kwenye maisha yako, bwana harusi ameshaondoka, hayupo, umebaki wewe kama nani? Wewe. Na ukiangalia hapa mbele huoni utakuwa nini leo. Hapo sasa ndipo unaweza ukaingia kwenye maombi ya kufanya nini? Ya kufunga. Kwa Yesu lazima uingie kwenye maombi ya kufunga. Kuna maombi kwanza ya kawaida utayatumia. Ikishindikana ndipo sasa utaingia kwenye maombi ya kufanya nini? Ya kufunga. Ndio hicho ambacho Yesu aliongea mahali hapa. Anashangaa, wafungie nini? Nawaambia hivi. Wafungie nini hao watu? Bwana harusi yuko mahali hapa. Leo kuna watu wao hawaangalii, wanafunga tu. Nitakwambia madhara ya kufunga huko mbele. Madhara ya kufunga ni yapi? Madhara ya kufunga ni nini? Kila wakati wao wanafunga tu. Kila wakati wanafunga. Siku moja nikiwa ofisini kwangu, mtu mmoja kanitembelea, anaumwa vidonda vya tumbo. Na mmoja shida ni nini? Sema unajua nafunga sana. Unafungaje? Unajua mimi nimejiwekea utaratibu. Kila muda fulani lazima nifunge. Na unafungia nini? Yaani nataka nijue nini sasa? Sishangai kufunga. Nahitaji nijue anafungia nini huyu mtu. Nafunga kuombea dunia. Ifanyaje dunia? Waache dhambi. Wewe umelogwa? Una akili wewe? Kwa hiyo mtumishi wa Mungu kali wewe. Anamwambia ninafunga, mimi yale yao niwekea utaratibu askofu. Ilikuwa yaani kila nini? Kila muda fulani yaani ukiingia tu mwanzo wa mwaka. Anafunga kuombea nini? Kuombea dunia. Lakini mnaona yeye tayari amekuja kwangu kwa msaada wa nini? Ndio vya tumbo vinamsumbua. Na unapomwangalia ni kama mtu wa Mungu akumwangalia, mnyenyekevu, mpole. Ninapomwangalia kama mtu wa nani? Ni mtu wa Mungu hivi. Nikaona
huyu amekoseshwa na wachungaji. Amekoseshwa na wachungaji. Ndivyo hivyo leo watu wengi wanawakosesha sana watu. Biblia inasema watu wangu wakuongozao wakukosesha. Mpaka watu wanafunga tu ovyo. Wanaombea dunia ndio wamekuwa Yesu. Mshaka hao ndio hao mtu anaamua kwenda wapi kufa msalabani. Ila afie nini? Afie dunia. Kwa sasa leo asema namna gani unaomba namna gani? Na miaka 7. Kwa hiyo habari zimepungua. Ndio zimeongezeka. Ameanza kuomba kabla ya ushoga, leo kuna unini? Leo kuna ushoga. Kwa hiyo Biblia imetuambia kwamba sisi tuombee dunia iache dhambi. Kwa maombi yako yanaweza, maana kuombea dunia maana kwamba iache dhambi, maana ya kwamba maombi yako uombe umuue nani? Umuue shetani. Ndio lengo lake. Uombe umuue nani? Shetani. Biblia inasema Yesu ndiye aliomba uwalinde na nini? Na yule mwovu, uwalinde na yule mwovu. Maana mwovu yupo na maovu yako yataendelea tu. Kilichopo ni kwamba Baba na waweke kwa mwako hawa uwalinde na yule nani? Na yule mwovu. Unaombea dhambi. Dhambi ziishe duniani. Hilo ni mpya hili. Nani yakwambia kwa maombi yako yanaweza yakafunga dhambi duniani? Ndio maana sasa watu hawajui. Wanaomba tu. Matokeo yake ndio hayo. Mtu anaugua vidonda vya tumbo kwa sababu anafunga kuombea nini? Dunia iache dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo lingine, watu tumekuwa na maombi ya desturi. Angalia. Nimekuwa nikifuatilia watu mbalimbali sana. Nikijifunza kwao. Nikusikiliza wakielezea namna maombi ya kufunga. Mtu mmoja ambaye pia akawa anasimulia, anasema unajua yako maombi ya kufunga ambao kama unahitaji maombi yako yajibiwe kwa haraka sana, unafunga siku 21 kama Danieli, tabii wewe umelogwa. Kama nani? Kama Danieli. Yaani watu wamefunga wameweka fomu. Unajua kuna maombi ya siku 7 ya kufunga. Kuna maombi ya siku 3. Kuna maombi ya siku 40. Kuna maombi ya siku 21 kama Danieli umelogwa na umedanganyika. Katika Biblia hii hakuna formula ya maombi ya siku kadhaa namna ya kufunga. Ndio maana mnafunga hampati majibu na matokeo yenu. Narudia tena, katika Biblia hii hakuna formula ambayo Mungu ametoa ya kwamba mkifunga siku 14 ndipo sasa maombi yenu yatajibiwa namna gani? Haraka. Hakuna formula jinsi hii. Unaowasoma hao ni watu ambao walikuwa na mizigo yao ya dhambi. Wao kama nani? Kama Danieli. Na watu wengine aina mbalimbali, wakina Esther siku 3. Na watu wengine mbalimbali, kila mmoja ndio maana unaona mwingine siku 3, mwingine siku 7, siku 21, mwingine siku 2, siku 1, kila mtu kulingana nini? Na mzigo aliokuwa nao. Sasa wewe unakwenda kukopi na kutest kwa nini kwa Danieli? Unaiga, hiyo ni desturi. Maombi ya kufunga hauendi kukopi kwa Danieli, unaangalizia Danieli alifunga siku 21 na mimi siku 21. Huo ni unafiki kwanza. Na maombi ya jinsi hiyo hayawezi kujibiwa na Mungu. Maana wewe una mhemko tu huo. Unaitwa huo ni mhemko. Mhemko wa imani. Wa kwenda kukopi shida za Danieli, za Esther alizokuwa nazo yeye, anaombea mambo yake siku 3 na wewe unaenda kuingia bila kujua ya kwamba shida yake kwa ni ipi na yako ni ipi. Angalia wewe shida yako ni ipi. Usiende kwa nani? Kwa Esther, wala kwa Danieli, wala kwa Yesu. Hamjashuhudia watu leo wanafunga mpaka wanakufa? Hamjashuhudia?
Watu wangapi leo wanafunga mpaka serikali inaingilia kati wakuja kuokolewa, wamekufa na wako wamefunga. Sio wamefunga, mbona wamekufa? Maana nini? Ni maombi ya kukopi na kupesti. Angalia kwa mfano, Yesu alifunga siku ngapi? 40. Biblia inatuambia Yesu akafunga siku ngapi? 40, usiku na nini? Na mchana. Watu wa kanisa na wenyewe leo wamekwenda kukopi kwa Yesu. Unajua bwana, ni Yesu alifunga siku ngapi? Siku 40. Kwa hiyo Yesu alipofunga siku 40 alimwambia nyinyi mfunge muige hapa. Ni mzigo wa Yesu aliyokuwa nao. Ndio maana maombi ya siku 40 ni mzigo wa dhambi aliyokuwa nao, kwamba sasa anahitaji kwenda kukomboa nini? Kilichopotea, aingie kazini rasmi. Ndio maana hajiweka. Kwa maombi yale ni maombi ya Yesu peke yake hayo. Hakuna mwanadamu mwingine. Wako watu wawili kwenye Biblia. Wa kwanza nani? Musa anakwenda kupokea amri 10 za Mungu. Ni jambo nyeti sana. Amri 10 za nani? Za Mungu. Na sio hivyo tu, anakwenda kuonana na Mungu uso kwa uso. Maana Biblia inasema mwanadamu hawezi kumwona Mungu afanyaje? Akaishi. Lakini Musa anaambiwa anafunga kwanza siku 40. Ni jambo nyeti. Jambo la kwanza, anakwenda kuongea na nani? Na Mungu kwenye mlima wa Helo. Jambo la pili, anakwenda ili apewe amri 10 za Mungu. Sasa wewe unataka mchumba, unafunga siku 40. Una akili? Masomo yako ya shuleni yetu unafunga siku 40. Wewe una akili? Mungu anashangaa. Mungu anataka kukuangalia. Matokeo yake ndio na tumbo. Sasa basi kama endapo Yesu alifunga siku ngapi? Siku 40. Sasa Yesu alifunga siku 40. Halafu na nyinyi leo mnamuiga Yesu. Mbona basi mnamuiga Yesu? Mbona basi tunafunga mzaa peke yake? Kwa sababu Yesu alifunga siku ngapi? 40, usiku na nini? Na mchana. Hiyo ndio ya kwamba mzigo uso wa kwako, ndio maana wewe unaisha nini tu? Mchana peke yake. Na hapo bado kwa ofisini. Na bado unatamani chakula. Huo ni mzigo sio wa kwako. Ndio maana unarukiwa kushinda. Ndio maana wewe sasa unaamua kufunga mchana peke yake. Na Yesu alifunga siku ngapi? 40. Usiku na nini? Na mchana. Ni mzigo wa Yesu huu, anajiandaa kwenda kuokoa dunia. Lakini wewe leo umeenda kuiga mahali pale. Na mimi na maombi ya kufunga siku 40. Maombi ya jinsi hiyo hayajiliwi. Matokeo yake utaugua vidonda vya tumbo. Maana sio kazi ya kwako uliyorukia. Bwana Yesu asifiwe. Je, kufunga ni kufanya nini? Kufunga ni kufanya nini? Fungua kitabu cha Mathayo sura ya 6. Kufunga ni kufanya nini? Mathayo 6 fungu la 16 hadi 18. Fungua mahali pale. Mathayo 6 hadi 18. Soma mahali pale. Anasema, tena mfungapo msiwe kama wanafiki. Tena mfungapo msiwe kama wanafiki. Kumbe hata wanafiki pia ufunga. Wenye uso. Sasa wewe usiwe kama wanafiki. Unaweza kufunga ukalala njaa. Sasa ukifunga usiwe kama wanafiki. Wanafiki wanafungaje? Endelea. Wenye uso wa kukunjamana. Jambo la kwanza, wanafiki nyuso zao zimekunjamana. Kwa nini zimekunjamana? Kwa sababu wana njaa. Sababu na nini? Wamekunjamana, wanatematema mate. Wamekunjamana nyuso zao. Maana wana nini? Wana njaa. Ya maana yake ni nini? Wamefunga kisheria, lakini chakula wanakitamani. Yaani watu leo wanafunga kisheria, lakini chakula wanakitamani. Unashangaa watu
fulani, mwenyekiti ni fulani. Ili ya kwamba kazi ya katibu eti aanze kuratibu, baada ya kufungua tunakula karanga kilo ngapi? Ndio ufungaji huo. Hapo mmefunga. Tunakuwa na uji kiasi gani? Ndio bana uji bana labda kilo 3 za nini za unga. Hawa watu sasa wanapiga bajeti, wanahitaji kuingia kwenye kufunga. Maana hawa watu ni wanafiki. Kwanza chakula wanakitamani. Hawa watu hao mnakwambia kufunga sio kuacha kula, ni kuchukiza majambo mpaka inapelekea chakula tena unakula kifai, lakini unafunga tayari unaanza kupiga bajeti ya uji, bajeti ya karanga. Yaani kwamba unakuta mtu amefunga halafu amekaa anamenya nini? Anamenya ndizi, anamenya viazi. Halafu muda huo anakwambia mimi niko kwenye nini? Kwenye swaumu. Nimefunga. Halafu nini? Anaandaa chakula. Maana huyo mtu ni desturi ndio msumbua mahali hapa. Sasa mtu wa jinsi hii sasa ndio ni rahisi kumkuta mtu anakula na mwambie toka hapa. Ndio taandika mabovu. Maana nini? Anamtamanisha kumbe huyo mtu chakula anatamani. Hajamchukiza moyoni mpaka kiasi. Endelea mtu wa Mungu. Anasema maana hujiungua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wamefunga. Jambo la kwanza hawa wanafiki hujiungua nini? Nyuso zao waonekane kuwa wamefunga. Amini nawaambia. Wamekwisha kupata thawabu yao. Malipo yao wameyapata kwa watu. Yaani kwa maana kufunga kuna watu wanamsifia. Kama asije maana wao wanafunga sana. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio thawabu yako umeshaipata kwa wanadamu, sio kwa Mungu. Endelea. Bali wewe ufungapo. Sasa wewe kufunga kufanya nini? Wewe ufungavyo. Unapofunga wewe, endelea. Jipake mafuta kichwani. Jambo la kwanza, zamani wanafiki walipokuwa wanafunga, kama amevaa nguo anaitaratara hiyo nguo, anavaa nguo ya nini? Ya magunia. Anajipaka nini? Majivu. Ili kuonyesha kwa watu kwamba wamefunga. Watu wamuona wamefunga. Funga ya jinsi hiyo ni ya mwaka 47. Yesu anasema hiyo iishie huko. Funga ya leo sio ya kujionyesha. Wewe oga vizuri, piga suti, vaa tai, paka nini? Mafuta, usionekane kwa watu umefunga. Endelea. Ili usionekane na watu kuwa umefunga. Ili usionekane na watu umefanyaje? Umefunga. Ila baba yako aliye sirini. Baba yako pekee yake. Baba yako unayo sirini. Akujaza. Atakujaza. Haleluya watu wa Mungu. Amina. Kwa baba yako neno la wapi? Sirini. Usifunge kunyosha kwa watu. Biblia hii nimesoma sana. Biblia hii Biblia. Hakuna maombi ya jumuiya. Kwa Biblia hii narudia tena. Hakuna maombi ya desturi ya jumuiya ambayo kwamba kanisa limejiwekea utaratibu kila Januari au kila Disemba. Kanisa limejiwekea utaratibu ya kwamba kila mwezi wa 7 sisi wote tunafanya nini? Maombi. Hakuna mfano wowote huo kwenye Biblia hii. Hakuna mfano wowote kwenye Biblia hii ya kwamba kulikuwa na desturi watu wanaweka ratiba ya maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga hayawekewi ratiba. Ni shida ambayo tu automatically ikitokea basi unajua hapa nitumie kitu fulani. Lakini sio ratiba kwamba tumejiwekea sisi taratibu kila mwezi wa 7 huwa tuna maombi ya kufunga. Mna harusi, mna furaha, hamna shida yoyote, mna maombi ya nini? Ya kufunga. Yesu alisema wafungie nini hawa watu? Wakati wa nini? Wakati wa raha. Walipowaona wanafunzi wa Yesu wanakula tu. Wanafunzi wa Yohana wanafunga. Kwa Mafarisayo wanafunga. Wa Yesu wanakula tu. Wakashangaa. Wanaomba wafungie nini? Huu ni wakati wa raha, ni wakati wa harusi. Maana yake wakati wa harusi ni wa kufurahi. Biblia inasema kila jambo na nini? Na majira yake. Kuna wakati wa kufunga, na wakati wa nini? Wa sherehe. Wakati wa kulia na wa kuomboleza.
kama mtu wa Mungu. Hiyo ndio nasema. Wewe unapofunga jipake nini? Mafuta. Jambo la kwanza, usilionyeshe kwa watu umefunga. Fungu la hiyo ndio kwa makini sana hiyo. Usilionyeshe kwa nani? Kwa watu umefanyaje umefunga. Iwe nini? Siri yako. Mwisho 18. Kwa anasoma. Anasema ili usionekane na watu kuwa umefunga. Ili usionekane na watu kuwa umefunga. Ila baba yako aonaye ila baba yako na baba peke yake. Na baba yako na baba yako aonaye sirini atakujazi. Baba yako aonaye sirini anafanyaje? Atakujazi. Kufunga ambapo Mungu anakutaka ni kwa namna gani? Isaya 58 fungu la 2 hadi 12 hadi 11. Isaya sura ya 58 sura ya 2 hadi 11. Soma. Anasema walakini wanitafuta kila siku. Yesu anasema aliona kuna watu ambao wanampenda Mungu na hao watu wanamtafuta kila nini? Kila siku. Wewe ni wewe mahali hapa umekuwa kila siku unamtafuta Mungu na huoni matokeo. Anasema walakini wanitafuta kila siku. Na kuna watu kila wakati wanamtafuta Mungu kwa njia ya maombi na hawaoni majibu. Ndio wanaongea mahali hapa maombi yao ya kufunga, walifunga vibaya. Soma. Upenda kujua njia zangu. Unapenda, lengo lako ni zuri. Lengo lako ni zuri. Unamtafuta Mungu kila siku. Na lengo lako ni zuri. Unahitaji dua njia ya nani? Njia ya Mungu. Huyu mtu ni mzuri. Ndio maana nakwambia hao wanaofunga ni kwa sababu tu wamefundishwa vibaya namna ya kufunga, lakini lengo lao wanahitaji kumwona nani? Kumkaribia Mungu. Sasa wanafunga na hawaoni majibu ya maombi yao. Wanafunga, wanabaki ni wale wale. Wakifunga, wakifungua kama ulikuwa hujafunga. Ni wale. Endelea. Kama vile taifa watendao haki wasioacha sheria ya Mungu. Naam. Wao. Naam. Hutaka kwangu amri za haki. Naam. Hufurahi kumkaribia Mungu. Wanafurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Wanasema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitabisha nafsi zetu? Mbona tumetabika nafsi zetu? Lakini huangalii. Fahamuni. Wanasifiwe. Amina. Anasema fahamuni hiyo. Fungaji ya nini hiyo? Ya desturi. Tumejitabisha mbona kutujibu? Tumefunga mbona huoni? Anamwambia fahamuni. Sisi kufunga kwenu. Natafuta anasa zenu ninyi wenyewe na kulemea watu wanatendao kazi kwenu. Naam. Tazama ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana. Yaani wewe mtu amefunga tena lakini hafanyi nini? Haachi uovu. Na kupiga kwa ngumi ya uovu. Unafunga lakini pia hafanyi na eneo la uovu. Hamufungu anasema hamufungu siku hii ya leo hata kusikiliza sauti yenu juu. Ndio. Je, kufunga namna hii ni swaumu niliyoichagua mimi? Kufunga namna hii ni swaumu ambayo mimi nimeichagua. Angalia, yaani mtu anafunga lakini hajaacha nini tena? Hajaacha uovu. Kufunga ni kufunga uovu. Unapofunga ni kufunga nini? Ndio kwamba sio kuacha kula. Unaweza ukaacha kula ukashinda njaa. Jambo la kwanza, kufunga ni kufanya nini? Fungua hiyo. Fungua hiyo kitabu. Fungu la 8 hadi la 10. Fungua mahali pale uone. Anasema Yona 3 fungu la 8 hadi 10, soma mahali pale. Anasema bali na wafunikwe nguo za magunia. Lakini hapa funga anasema wafunikwe nguo za nini? Za magunia. Ulikokuwa funga zamani. Sawa, nguo za magunia, alafu endelea. Mwanadamu na mnyama. Pia nao wakamlilia Mungu kwa nguvu. Na wamlilia Mungu kwa namna gani? Kwa nguvu. Naam. Na wageuke kila mtu aache njia yake mbaya. Hiyo ndio point ya msingi. Wamlilie Mungu. Kwanza anasema wafunge. Wavae nguo za nini? Za magunia. Lakini
waache nini? Waache uovu. Kila mtu aache njia yake namna gani? Mbaya. Sio tu kuvaa nguo za magunia huku endelea na uovu. Hiyo haisaidii. Sio tu umefunga kula chakula lakini wewe unapiga ngumi ya nini? Ya uovu. Endelea kwa Mungu. Anasema ni nani ajuaye kwamba? Ni nani ajuaye kwamba Mungu hata geuka na kugaili? Fungu la 10 anasema Mungu akaona matendo yao. Lakini sio Mungu akaona kufunga kwao. Rudia kwa fungu. Mungu akaona matendo yao. Mungu akaona matendo yao. Ya kuwa wameiacha njia yao mbaya. Wameiacha njia mbaya. Sio Mungu akaona ya kwamba hao watu hawajala. Mungu alichokiangalia hakuangalia kuacha kula kwao. Mfalme wa Ninawi aliwaambia mfunge mnyama, mtu, mtoto, msionye nini? Chakula. Mvae nguo za nini? Za magunia. Mungu hiyo haangalii hicho. Mungu haangalii hicho. Mungu sio kutesa mwili. Mungu haangalii hilo. Mungu anaangalia pointi moja tu. Ndio umeacha chakula, umevaa nguo ya nini? Ya magunia. Je, umeacha uovu? Hiyo ndio point Mungu aliandika. Mungu anaangalia nini? Ndio mahali pale. Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameacha njia yao mbaya. Sio wameacha kula. Sio wameacha kula. Mungu akaona matendo yao ya kwamba wamefanyaje? Wameacha njia yao mbaya. Wameacha kula. Hapa. Alichokiangalia Mungu kwamba akaona hao watu wameacha uovu wao. Basi Mungu leo watu wengi wanafunga lakini wanaendelea na nini tena? Na uovu. Ndio Isaya anaongea, tulipo Isaya. Ndio Isaya anaongea. Isaya 58. Lakini kila siku wanatafuta kila siku kama mtu ambaye hupenda kujua njia zangu, lakini unasema bwana, nimefunga Mungu hanijibu. Nimefunga Mungu hanijibu. Unafunga, kufunga ni kufungua uovu ulio nao, unafungulia utoke kwako. Kufunga kufanya kufungulia uovu. Unapofunga unafungulia uovu ukoondoke. Mungu haangalii kwamba umeshinda njaa hujala. Mungu anataka leo sio kwamba ujitesa nafsi, ujiumbue, utesa mwili. Watu wanaandika hajua kufunga bana, ni mwili huu utesa mwili. Hiyo ni funga ya mwaka bana nani? Hiyo funga ndio maana watu wanafunga wanaamulia nini tu? Vidonda vya tumbo. Endelea kusoma Isaya. Fungu la 5 anasema, je, kufunga namna hii ni swaumu niliyoichagua mimi? Naam. Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Kwa Mungu anakataa. Je, ni siku ya mtu ajitabishe nini? Watu wanasema unajua kufunga bwana ni mwili huu utaabishe. Ni mwili huu utaabishe. Mtu mmoja alikuwa kila kinikuta pale mimi wasili kwangu. Ndio nitembelea. Mtu mmoja mkubwa, mtu mmoja fulani hivi. Kila akija namwambia karibu chakula ndugu. Sema hapana, niko mlimani. Kile kimwambia kila akija karibu chakula niko mlimani. Ni mtu ambaye anampenda sana Mungu. Unajua wale waambie kuna watu wanampenda Mungu. Alivyo watu wa Mungu. Yaani kuna watu wanampenda nani? Wako tayari kama Mungu anasema utembee bila viatu. Wako namna gani? Wako tayari. Ndio maana watu naona leo wanadanganywa makanisani, anaambiwa uza vyote unavyonavyo. Mtu anauza nini? Anauza nyumba, yeye anaenda kupanga. Anampenda nani? Mungu. Ila amedanganywa. Shida kwa sababu watu hawataki elimu ya Biblia, wanahitaji maneno ya nani? Ya watu. Usione hao watu mpaka nafikia mahala fulani wanachoma moto. Hao watu wanampenda nani? Mungu. Ila tu wamedanganywa. Yaani kuna watu ambao wako tayari kumfuata Yesu kila endapo. Kila akija anamwambia wewe chakula rafiki yangu. Anaambia niko wapi? Mlimani. Niko mlimani.
Kuingia katika rafiki yangu, niko wapi? Niko mlimani. Kila yaani ni mara nyingi. Natamani siku moja ajasimama hapa yeye mwenyewe aeleze. Na kumbe kweli alikuwa mzigo mzito na msumbua mkubwa kwa maisha yake. Lakini alichoongea naye, kile chakula niko mlimani. Mwishowe nikamuuliza, kwa nini wewe kila wakati uko mlimani na ushuki? Wewe umekaa mlimani muda wote na ushuki mlimani. Nikwambia katika chakula uko wapi? Unashuka nini mlimani huko, mtu wa Mungu? Sema, unajua Mungu wa kweli, yani kushuka mlimani ni mpaka pale Mungu ambapo ajibu hoja yangu. Una hoja gani nzito hii, mtu wa Mungu? Bwana asifiwe. Amen. Yeye alikuwa ameoa mke. Alikuwa ameoa mke. Hawezi kulala kitandani na nani? Na mke wake. Akilala kitandani mwili wote unawasha. Labda lazima ashuke wapi? Ashuke chini. Yaani maisha yangu ni haya. Siwezi kulala kitandani na nani? Na mke wangu. Ila kama ni mwenyewe naweza nikalala. Hapa hakuna shida yoyote. Ila tu kama mke wangu yupo, sio kama mke wake ni mchawi, ama mke wake ni mcha Mungu kabisa, ni mtu wa Mungu na yeye pia. Ila tu kuna mzigo fulani ambao shetani amefanya nini? Amewapatia kwenye familia ile. Ili ya kwamba ile ndoa ifanyeje? Isambaratishwe. Mwanaume huyo amchukie nani? Huyo mke. Ndio lengo la shetani. Kusambaratisha nini? Familia. Ili aone kama mwanamke huyu ni nini? Sasa amepata nini na shida. Lakini mwanaume akaamua kupanda wapi? Mlimani. Sasa kwa hiyo namna gani? Kwa kanielezea. Nimehangaika kwa muda mrefu sana. Hakuna kanisa ambalo sijaenda kuombewa. Nimeangalia Dar es Salaam. Kila sehemu nimeombewa. Nikimwangalia yaani na mtu haigizi. Jambo la kwanza. Afanye kwanza haigizi. Askofu anamfahamu huyo mtu. Haigizi. Haigizi. Na ukiangalia hana unafiki wowote kwenye moyo wake. Hana nini pia? Ni mtu wa Mungu wa kweli. Kwa kumwangalia. Sasa kamwambia, kwa sababu ni hiyo, sasa basi tuingia ofisini huko. Tukaingia ofisini, tukaimba wimbo namba 123. Yesu kwa imani na kutumaini peke yako nisikie sasa. Wimbo namba 100 ngapi? 23. Kama mbona tupiga magoti. Tukapiga magoti. Mungu ni shahidi, tuliomba nadhani dakika moja haikuisha. Kamwambia neno kisha hakuna kuanzia leo. Yeye anatoka pale, anaingia pale mapokezi, kuna mwinjilisti Francis anamwambia nimepona leo. Nikamwambia kuanzia leo sishuka mlimani sasa, anza kula. Shuka wapi sasa? Tena kuanzia leo shuka mlimani, anza kula chakula. Hakuna maombi ya ukaa mlimani muda wote umefunga huko mlimani. Atoka pale nje, alikuwa kwenye gari lake, anampigia mke wake. Namwambia, natoka kwa mchungaji, nimeombea leo nimepona. Mganga akacheka kuliko kazini na yeye. Usiku wamekutana, wamekaa kitandani, wamelala, hakuna kuwasha. Haleluya, watu wa Mungu. Kesho yake wakalala tena, hakuna kufanyaje? Na mimi sina haraka kama mchungaji, hata sipigi simu kama unalalaje leo huko. Ngoja hana haraka ya jinsi mtu aje wapo anajitambua. Mimi nimekaa nifanyaje? Niendelea mambo yangu kama kawaida tu huko. Wala sipigi simu, siku ya kwanza yapiga simu kwa yeye, umelalaje? Sio kazi yangu hiyo mimi askofu. Siku ya pili sijapiga simu. Ya tatu hakuna, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Sasa naona simu nafanyaje? Inaingia. Kwa siku ya Jumatano, unajua Jumatano uoga askofu alikuwa na nini na mambo pale ofisini kwake.
Sasa siku ya maombi anapiga simu. Anambia askofu uko ofisini, yeye yuko ofisini. Nakuja mara moja hapa. Sijakaa sana na binti nimefanyaje? Nimepaki hapo nje. Ameingia pale yule mtu. Sema karibu. Pengia ofisini kule. Pengia ofisini. Akuja na nini? Na bahasha ya nini? Ya sadaka. Ameweka bahasha kubwa hiyo. Bahasha nini? Imejaa nini? Sadaka. Na nimeleta sadaka yangu hii hapa. Kwa Mungu. Nimepona mpaka muda huu, sisikii tena habari ya nini? Ya kuwashwa na lala kitandani bila wasiwasi, siwashwi. Mungu ni mwema, nimepona. Haleluya. Ulishuhudia washiriki ambao kupilikia tuko wapi? Kwa mwembe mahali pale. Ile bahasha nilileta nzima nzima kanisani. Nikamwambia jamani, bahasha hii mtu anafanya nini? Ameitoa kama sadaka. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu anafanyaje? Mungu akamfungua. Lakini Mungu aliyemfungua, aliyekuwa naomba, hata yeye alikuwa hajaingia wapi? Hajaingia mlimani. Maana yake ni kwamba sio kila ombi ni nini? Ni mlimani. Majibu ambayo Mungu anapenda sana kwa haraka ni haya hapa. Soma Isaya hiyo ile. Haya, tumalizie fungu la 5. Kwa mtindo huu, ngapi? Fungu la 6 anasema, Mungu sasa sikiliza kwa makini. Je, swaumu niliyoichagua sio ya namna hii? Swaumu sasa ambayo Mungu anaitaka sio ya namna hii. Kufungua vifungo vya uovu. Nimekwambia unafungua nini? Vifungo vya uovu na vifungua uovu. Unakataa uovu, unakataa dhambi. Endelea. Kulegeza kamba za nila. Kulegeza kamba za nila, kuna watu wamesetwa, wanatumikishwa, hawana vyakula, wanaonewa, wamefungwa, wasaidie kwa kufungulia kamba zao. Endelea. Kuacha huru walioonewa. Kuacha huru walionewa. Na kwamba mvunje kila nila. Vunja kila nila ya uovu. Je, vunja kila nini? Kila nila ya uovu, vunja uovu wote. Hiyo ndio funga ambao Mungu anaangalia, sio kuacha kula. Mtu anaacha kula, hajala sema eti mimi sijala. Kwa hiyo sasa muda huo anaandaa nini? Anaandaa chapati za jioni, anaandaa kanga za jioni. Sijala. Nimefunga. Unafikiri Mungu anaangalia kushinda kwako njaa? Mungu haangalii kushinda kwako njaa. Mungu anaongea, sema, endelea. Fungu la 7 nasema, fungu la 7. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaletea maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Unapoona maskini wanahangaika wana chakula, wasaidie. Hiyo ndio funga Mungu anataka siku ya leo. Soma. Umuonapo mtu aliye uchi, mtu mwenye uchi, umvike nguo. Mtu yuko uchi na binadamu kama wewe, umvike nini? Wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Waache mtu mwenye damu moja na wewe. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Yako sasa, ukifanya mambo hayo, ndipo nuru yako. Afya yako itaonekana mara. Afya yako itaonekana. Na haki yako itatangulia. Haki yako ambayo ilikuwa nyuma yako, yaani wewe unatembea, haki iko wapi? Iko nyuma yako. Itabidi haki amrishwe, igeuka ije wapi? Ije mbele kufuata sasa. Unatembea, haki iko wapi? Iko mbele yako. Afya yako itaonekana mara. Na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ndipo utaita na Bwana ataitika. Utaita, Bwana nisaidie na mzigo huu. Bwana niokoe. Bwana nisaidie. Ndipo utaita na Bwana ataitika. Utalia naye atasema mimi hapa. Utalia atasema mimi hapa mwanangu. Kama ukiondoa nila isiwepo kati yako. Sio kushinda njaa. Kama ukiondoa nini? Nila. Naam. Wala kunyosha kidole wala kunena maneno wala kunena hapo. Mambo hayo, kufanya mambo kama jinsi hiyo, ndio Mungu anafungulia nini? Baraka. Leo watu wanashinda njaa. Sisi tungetaka kufunga ni mwili huna uteza. Yote funga ya kinafiki tu hivi. Kwa bila asubuhi ya leo. Ni funga ya kinafiki. Yaani Mungu haangalii kushinda kwako njaa. Yaani Mungu haangalii kushinda kwako njaa. Mungu haangalii hayo. Na watu wanao ya kuangalia kushinda kwako njaa. Aliangalia wameacha nini? Uovu. Alipoangalia watu walinawi wakabamba
magunia. Watu wa Ninawi wakashinda njaa. Mungu hakuangalia magunia ya watu wa Ninawi. Mungu hakuangalia njaa za watu wa Ninawi. Mungu akaangalia wameacha uovu. Sasa ndipo akagairi. Angalia watu wanaofunga. Yaani funga ya leo ni ya desturi tu. Ni ya nini tu? Ni ya desturi tu. Katika Biblia inakwambia jambo la kwanza, msifunge kwa desturi. Kwamba sisi mwezi wa 7 huwa tutafunga. Mnafungia nini sasa? Ni desturi tu. Hakuna funga ya jinsi hiyo. Hata ukisoma Nyakati 20, fungu la kwanza mpaka la 3, ukisoma Yehoshafati alipokuwa na shida, yaani hiyo inakuja automatically, jamani mfunge. Yaani kwa kufunga kunatendeka kwa dharura, kwamba jambo fulani limetokea, jambo fulani limetokea, hatuliwezi. Kwa hiyo tufunge. Ila sio mnajiandaa. Sio nini? Maandalizi, yaani kufunga kuna maandalizi. Ni jambo linatokea namna gani? Ni jambo yaani kama ugonjwa. Bwana asifiwe. Unajua maombi ni silaha. Maombi ni nini? Maombi ni silaha. Maombi ni dawa. Hivi wewe uangalie kwa jambo fulani la msingi hapo. Maombi ni nini? Yaani wewe unakaa homa tu antibiotic. Dawa kubwa, madawa makubwa, antibiotic. Unakaa umefafa antibiotic. Ni nini antibiotic? Kwa namna gani? Kwa kawaida tu. Sio antibiotic. Maombi ya kufunga ni daraja la wapi? La juu sana. Mtu ambaye anapenda kutumia dawa kali ovyo, hata ugonjwa ambao tu ndio unaona Panadol au na maji ya vuguvugu, yeye amekimbilia kwenye nini? Kwenye antibiotic za hali ya juu. Siku akiugua akaenda kwa daktari, akaona kwamba sasa huyu sasa dawa yake ni nini? Ni antibiotic ni hapa. Ukinywa haikutibu hiyo dawa. Nikwambia asubuhi yake. Nimekuwa ni nini? Ni dawa halisi, haikutibu. Maana tayari wewe ushajiwekea nini? Mazoea ya kutumia nini? Madawa ovyo tu kwa mwili wako. Kwa hiyo dawa haikutibu. Mbaki hivyo. Haikutibu. Tumia dawa kulingana nini? Na shida yako iliyoko mbele yako. Tumia dawa kulingana nini? Na shida yako iko mbele yako wakati huo. Haiwezekani wewe maombi ni silaha. Yaani wewe nyoka, soma shida gani? Wewe una akili. Yaani nyoka tu. Nisema nani? Lokati lenga. Upige nini? Upige nyoka. Silaha za kuishia. Sasa adui anakuja sasa una nini sasa? Una silaha. Tumia vizuri nini? Maombi uliopewa na Mungu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo ukijua kufuata hili niliyokueleza, Mungu atakufungua na Mungu atakujibu. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amina.